Si kila ndoto ni ya Mungu. Nataka leo nikwambie jinsi ya kujua ndoto ya Mungu na ndoto isiyokuwa ya Mungu. Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakipata mashaka na wakitafsiriwa ndoto kwa aina mbalimbali na walimu mbalimbali, lakini wameshindwa kujua ni ipi ndoto ya kuzingatia na ipi ambayo sio ya kuzingatia. Ipi ni ya Mungu na ipi ambayo sio ya Mungu. Mungu ukitaka kujua ndoto yake lazima umjue Mungu. Lazima ujue karakta ya Mungu. Lazima ujue tabia ya Mungu. Mungu ni nuru. Mungu ni nguvu. Mungu ni ujasiri. Mungu ni upendo. Sasa haiwezekani kwamba umeota ndoto uko makaburini ukasema ni ya Mungu. Umeota ndoto unafukuzwa na mazombi ukasema ni ya Mungu. Umeota ndoto unafukuzwa na nyoka ukasema ni ya Mungu. Mungu karakta yake ni nini? Unatakiwa kumjua Mungu. Kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, maandiko yameelezea karakta ya Mungu. Mungu si mwepesi wa hasira. Mungu sio mlipizi wa visasi. Mungu sio mwepesi wa hasira. Mungu sio Mungu ambaye ni Mungu wa wafu. Kwa hiyo huwezi ukaota ndoto ukaona wafu wanakuja wanakutokea usiku ukasema ni ya Mungu. Hasa nataka kuambia ndoto ya kimungu iko kwa namna gani na unahitaji kuizingatia kwa namna ipi. Kwa kwanza, ndoto ya kimungu haijagi kwa kutisha, haijagi kwa kuogopesha, haijagi kwa kutia hofu. Yaani ile ndoto umeota usiku hadi umeamka umeshtuka unahema, hiyo ndoto haijatoka kwa Mungu. Hiyo ndoto imetoka katika ulimwengu wa giza. Maana maandiko yanasema vita yetu sio kinyume na damu na nyama, bali ni vita ya kiroho. Kwa hiyo ndoto kama hiyo ukiota unafukuzwa, unakimbia, una hofu, unaoga, hiyo ni vita ya kiroho. Lakini ndoto ya kimungu waga ni ndoto ya unabii, ni ndoto ya kukuelekeza nini ufanye. Ni ndoto ambayo inaelekeza njia, ufanye nini. Ni ndoto ambayo ina maonyo kwamba uache kufanya nini ambacho ulikuwa unakifanya kabla, ama kwamba njia unayoienenda sasa hivi haitakiwi kuienenda. Ama sasa njia unayoifuata sasa si sawa, rudi na ubadilike. Maana maandiko yanasema rudia sasa ule upendo wako wa kwanza. Kwa hiyo wakati Mungu ambapo anaona watoto wake wameenda kinyume na mapenzi yake, waga Mungu anawaonesha maono kwa ndoto. Maandiko yanasema katika kile kitabu cha Ayubu 33 ya kwamba Mungu huonesha maono ya usiku kwa njia ya ndoto. Tena hurudia hata mara ya pili. Hurudia hata mara ya pili kama mtu hajasikia. Ndoto ndio maana unaweza kuona ndoto inajirudia. Umeota labda mtu anakuita, anakuambia usiende mahali fulani. Ama mtu anakuita anakuambia nisaidie, 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 nisaidie. Tunajua karakta ya Mungu wetu ni Mungu ambaye anatoa msaada. Kwa hiyo ukiota ndoto labda kama kuna mtu anakuomba msaada, nisaidie, nisaidie, unajua kabisa Mungu wetu ni wa upendo, ni wa kusaidia. Kwa hiyo ndoto imetoka kwa Mungu, unahitajika utoe msaada fulani. Haimaanishi kwamba, na kuna ndoto nyingine ambazo zimetafsiriwa vibaya. Unaota labda upo kijijini kwenu. Unaota labda uko kijijini kwenu, uko shamba unalima. Alafu mtafsiri wa ndoto anakuambia kwamba hiyo ndoto inamaanisha una roho ya umasikini. Roho yako bado iko kule kijijini kwenu shambani. Jamani, kama ulishawahi kulima shamba, ubongo waga una kumbukumbu ya kwamba umeshawahi kulima shamba. Mungu hawezi kukuelekeza kitu ambacho anajua hauwezi kukielewa. Mungu atakuelekeza kitu ambacho una experience nacho. Na ndio maana mtu ambaye anaweza kutafsiri ndoto yako vizuri ni Roho Mtakatifu aliye ndani yako, sio mimi au sio mtafsiri wa ndoto nyingine. Maana maandiko yanasema tafsiri kutoka kwa Mungu. Mtu mwenye Roho Mtakatifu akiota ndoto hahitaji kutafuta mtafsiri wa ndoto, kwa sababu mtafsiri tayari yuko ndani yake. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kumuuliza Roho Mtakatifu ya kwamba hayo maandiko, hiyo ndoto inamaanisha nini. Lakini ndoto yote ya kimungu lazima iendane na maandiko. Ndio maana hauhitaji kuwa na stress sana kutafsiri ndoto kama tayari umesoma maandiko na unayajua maandiko. Maana maandiko yanasema mtawasaidia maskini. Hasa umeota ndoto unapita kando kando ya watu wenye ufukara, halafu unasema mtafsiri anakuambia kwamba wewe upo katika roho ya mafukara. Mungu wetu anasema nini kuhusiana na mafukara? Anasema muwakumbuke maskini, muwakumbuke maskini. Kwa hiyo yamkini Mungu anakuambia ukawasaidia hao mafukara. Hata katika changamoto za kiuchumi ambazo unapitia, haimaanishi kwamba hauwezi kusaidia mtu. Kila mtu waga ana kiwango kikubwa kuliko mtu fulani, na kila mtu waga ana udhaifu kuliko mtu fulani. Kwa kiwango chako wewe unaweza kusaidia mtu, kwa sababu Mungu yeye anachokipima, anakipima moyo wako na utayari wako wa kumtii Mungu. Na ndio maana Mungu akamteua mjane wa Sarepta aweze kumlisha Elia. Sio kwamba hakukuwepo na matajiri walikuwepo, lakini Mungu akamchagua mjane wa Sarepta kwa makusudi kabisa, ili kwamba akamsaidie mtumishi wake. Na hii ni Mungu, ni makusudi yake kabisa. Alishuhudia ama aliamua kufanya hivyo ili kwamba adhihirishe utukufu wake, ya kwamba mtu yoyote akiambiwa na Mungu fanya, anapaswa kufanya, kwa sababu Mungu akikwambia kufanya
kufanya, inamaanisha ameshafanya. Kwa hiyo hii ndoto ya kimungu unavyotakiwa kuitafsiri, unatakiwa umjue Mungu na makusudi yake na mapenzi yake, na hayo unayajua kupitia maandiko. Na ndiyo maana kama hausomi maandiko, kama hausomi Biblia utatafsiriwa sana ndoto, na utakavyotafsiriwa ndoto utaharibiwa. Muda mwingine mtu anakuambia sasa hii ndoto inamaanisha wewe umefungwa, inamaanisha wewe una roho ya umaskini, inamaanisha wewe roho yako imefungwa kijijini kwenu, leta sadaka tukukomboe kwa maombi ya ukombozi ya siku 7. Huo ni utapeli kama utapeli mwingine. Kwa maana maandiko yanasema kama Mungu yuko upande wenu, nani awezaye kwenda kinyume nanyi? Kama Mungu amesema ndio, nani awezaye kusema sio? Kama Mungu amekuokoa, Biblia inasema awekwaye huru na mwana wa Mungu amewekwa huru kweli kweli. Sasa kwa nini wewe wote ndoto uko kijijini kwenu alafu uambie kwamba umefungwa, roho yako iko huko, na unajua umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa hivyo sasa kinachotakiwa kufanyika, kama unataka kujua ndoto ni ya kimungu au la, angalia karakta ya Mungu, angalia mapenzi ya Mungu. Katika video inayofuata nitakuelezea zaidi kuhusiana na tafsiri ya ndoto ambazo sio za Mungu na jinsi ya kuzitambua, na kuna zile ndoto ambazo ni za vita ya kiroho uzidi kuzitambua, na kuna zile ndoto ambazo ni za kiakili tu uzidi kuzitambua. Usisahau kusubscribe uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu ambazo zitakuwa zinakuja kila wiki. Asante. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4:6. Lakini maarifa yapo hapa. Tunafichua siri zilizofichika katika maandiko na kufunua historia ya Biblia kwa undani. Kwa maana imeandikwa, mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Follow, save na share. Karibu ujifunze na upate kuwa huru. Asante.